Ulegari. Nalani awosho. Amen. Aina mwega. Aina shode. Asante. Najua mmeketi na mmechoka, nataka niende direct kwa ile maneno imetuleta hapa. Kwanza kabisa niwashukuru kwa sababu naona nyinyi ni watu watulivu na nyinyi ni watu mnataka kusikiza mambo ya maendeleo, na hivyo ndivyo tulivyo kama jamii ya Gikuyu, Embu na Meru. Sisi hatujazoea siasa ya vita na kupigana na kelele na matusi. Lengo kana tegu. Nema kana tema. Nema. Sisi ni wanabiashara na ni wakulima, we are serious people. Na hii mambo ya siasa ya pele mingi sio ya kwetu. Si kweli? Niseme ya kwamba mimi nimefurahi kufika hapa. Na nishukuru vile viongozi wale wako hapa wamekuja kwa wingi, wanamuziki wetu, viongozi wa kanisa. Na leo ni siku ya kuweka nguvu vikundi vyetu. Vikundi vya kina mama na vikundi vyote vya aina nyingi, bodaboda, kina mama, small scale traders, tuwaweke nguvu, wapanue biashara zao, wapeleke watoto wao shule ili tujenge nchi yetu ya Kenya. Niseme ya kwamba ni vizuri kwanza kabla hata tujafikia mahali tuliko, tukumbushane mahali tumetoka kama taifa. Kwa sababu hii serikali sasa imekuwa mamlakani kwa miaka 2.5. Na lazima niwaambie mahali tumefikisha mambo ya maendeleo. Kwa sababu wananchi wako na haki ya kuuliza ile hatua ambayo imechukuliwa, mambo yao kama wapiga kura na kama wananchi. Na pia kuambiwa ni nini imebaki na itafanywa lini. Najua watu wengi wamezoea siasa tu ya kuchochea watu na kupiga kelele na kwenda, na mtu ni kiongozi. Kwa hivyo vile nimefika hapa, kwanza kabisa unajua ya kwamba 2022 wakati mmepiga kura kwa wingi, kwa fujo kuchagua hii serikali, uchumi wetu ulikuwa na matatizo kidogo. Na sababu ya matatizo ambayo tulikuwa nayo ya kiuchumi ni sababu mwaka wa 2021 tulipatwa na janga la corona ama COVID-19. Na hiyo miaka 2 ilikwisha hivyo tukiwa nyumbani, biashara zikafungwa, hakuna usafiri, hakuna biashara, hakuna kilimo. Na sisi kwa sababu ni uchumi wetu, watu wengi wanatoa riziki kwa biashara ya kila siku. Hiyo hadhari ya COVID-19 na corona iliharibu uchumi wa Kenya na njia kubwa sana. Ndio unaona by 2022 wakati Rais Ruto anachaguliwa, bei ya unga ilikuwa juu, ilikuwa 230, 240, 250 kilo mbili, kwa sababu ya shida za kiuchumi. Mungu ametujalia baada ya miaka 2 kupitia fertilizer ambaye serikali imetoa, fertilizer ya rusuku ambayo ilipunguzwa bei kutoka 7,000 na serikali ikakuwa 2,500. Hiyo fertilizer vile imeshuka, Mungu naye akatupatia mvua. Watu wetu wakulima nao wakafanya bidii. Tumezalisha mahindi ya kutosha. Tukawacha kuagiza mahindi kutoka nchi za nje. Na bei ya unga ikashuka kutoka 230, 240 ikafika 150 hapo, 140, 155. Na tuko na mpango wa kuendelea kushukisha hiyo bei mpaka ifike kama 100 shillings, ili kila mtu ajimudu na akuwe na chakula kwake nyumbani. Bei ya unga sasa imedhibitika, lakini tungetaka ishuke hata zaidi. Kwa matajiri ambao wanajiweza na wako na pesa, hawaelewi maana ya kushuka kwa unga kutoka 240
kufika 140 150. Hawaelewi kwa sababu wako na pesa ya kutosha. Unga hata ikitoka 2,000 ama 3,000 watanunua. Lakini watu wadogo wadogo, watu mashinani ndio wanajua umuhimu wa bei ya unga. Hata ikishuka na shilingi 50, 60 ni faida kwa mkulima. Kweli si kweli? Vile vile petroli ilikuwa 217 per liter. Tumeng'ang'ana for the last 2 years. Kila mwezi inapungua shilingi 2, shilingi 3 between 2022 na saa hii. Bei ya petroli ambayo inatumika kwa sekta nyingi za kiuchumi imeteremka kutoka 217, the highest price, to 174, a drop of 43 shillings. Na bado tunataka iteremke hata zaidi. Sio ati tumefikisha mwisho. Vile vile shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu. Wale wa biashara wetu wanaleta mali kutoka nje ndio wauze hapa Gatondo na kule kwingine. Wanahitaji dola ndio walete mali kutoka China na container. Shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu, very weak. Dola moja shilingi 167 2022. Leo hii kwa zaidi ya mwaka mmoja shilingi ya Kenya imepata nguvu. Imekazana. Vile dola moja ilikuwa inagharimu shilingi 167 for the last 1 year. Dola moja inagharimu shilingi 127, 128, 129. Hii uchumi, mambo ya jumla ya uchumi inasaidia kupunguza gharama ya maisha. Bei ya petroli ikipungua, bei ya unga ikipungua, bei ya ama shilingi ya Kenya ikipata nguvu, mambo haya yote yanasaidia wakulima ndio wapate afueni katika gharama ya maisha. Ndio unaona wale watu walikuwa na demonstration ya sufuria 2022 waliwachana nayo kwa sababu at least ile mambo walituambia tumefanya, na nawapongeza kwa sababu hawasumbui watu tena, kwa sababu at least tumepunguza bidhaa muhimu. Bado tunaendelea na hiyo safari, sio kusema ya kwamba tumefikisha mahali tungetaka uchumi ufike. Na mimi nataka nitangaze ikiwa hapa, hiyo kazi ya kusukumana na kujaribu kupunguza gharama ya maisha tunaendelea nayo. Mwezi uliopita Benki ya Dunia na shirika la kimataifa la fedha IMF na World Bank wamefanya orodha ya uchumi za nchi mbalimbali za Afrika, na wamesema 2022 wakati serikali imechukua hatamu ya uongozi, Kenya ilikuwa nchi ya 8 kwa ukubwa ya kiuchumi Afrika. Lakini World Bank na IMF wamesema Kenya sasa imesonga mbele nafasi 2 juu, na imepita nchi ya Angola ambayo ilikuwa namba 7, na imepita nchi ya Ethiopia ambayo ilikuwa namba 6. Now Kenya is the 6th largest economy in Africa. We are struggling to push it to number 5, number 4, number 3, tukisonga hivi kuelekea number 1. Kwa sababu nchi hujengwa polepole. Hakuna nchi inajengwa na 1 week ama 1 month. Na hiyo kuorodheshwa kwa Kenya kama uchumi nambari 6 barani Afrika imefanywa na shirika la dunia, haijafanywa na serikali ya Kenya. It's not an opinion poll and it is not a study by the government of Kenya. Vile vile tukasema ya kwamba wakati tunaomba kura 2022 tukasema watu wengi katika taifa la Kenya wanapata riziki kupitia ukulima. Si kweli? Na wale ambao sio wakulima ni wanabiashara wadogo wadogo. Hapo ndio wanapata mkate wa kila siku. Tukasema lazima tukazane tuboreshe bei ya majani chai. Tulikuta hii serikali ilikuta majani chai
average price ikiwa shilingi 44. Tumesongesha average price imekuja 64 shillings. Na tunataka kuisongesha mpaka ifike 100 kwa kilo. Kahawa. Tulikuta mahali Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa amesongesha kahawa, alikuta ikiwa 20 shillings, 30 shillings, akasongesha ikakuwa 50, 60 per kilo. Leo hii tumesongesha bei ya kahawa Kiambu, Murang'a, Nyeri, Kirinyaga, Embu, Tharaka Nithi, Meru ambazo ni counties zinakuza kahawa. Sasa wakulima wanalipwa kilo moja, ile ilikuwa inatoka 60 shillings 2022 inalipwa 120, 130, 140, 150 shillings per kilo. Hiyo ni kusonga ama sio kusonga? Sio ni kusonga. Vile vile maziwa tulikuta inanunuliwa 33, 34, sometimes 28 shillings, 37 shillings maximum. Tumeisongesha imekuwa 50 shillings. Tunataka kukazana tuisongeshe mbele hata zaidi, more than 50 shillings per liter. Na wakati wa campaign tulisema minimum guaranteed return kwa maziwa ni 50 shillings. Tumefika hapo. Tukasema minimum guaranteed return ya kahawa ni 100 shillings. Tumefika na tumepita hiyo ambayo tulikuwa tumeahidi, kwa sababu watu wengi wanapata riziki yao kutokana na kilimo. Katika hiyo masoko 400 tunajenga masoko mengi yako hapo Kiambu County. Masoko 21 inajengwa sasa na tunaendelea kuongeza hata zingine. Hapa Gatundu soko letu la Abu Dhabi, na hii ingine Mheshimiwa umesikia akisema tunataka tuongeze zingine 2 hapa Gatundu South, tuwe na masoko ya kutosha. Soko faida yake ni nini? Faida yake ni kwa wakulima, wafanyabiashara wadogo wadogo wapate mahali pazuri pa kufanyia biashara yao, kwa sababu tulisema wakati wa kampeni, kazi ni kazi. Kazi ya mchuuzi ni kazi. Kazi ya mtu mama mboga ni kazi. Na tukasema hatutakubali akina mama mboga, wachuuzi wetu kufanya biashara uko nje, wakipigwa na jua, wakipigwa na mvua, wakipigwa na vumbi. Tuwatengeneze soko mzuri, iko na mahali pa kuuzia, watoke kwa miarero waingie kwa soko ya kisasa. Umwajibwa. Na hii soko ni soko ya kisasa, iko na mahali pa kuuzia, iko na cold room ya kuweka ile sukuma wiki na nyanya itabaki ndio isioze. Mama auze stock leo, kesho kutwa, mtondogo, wiki ijayo, mpaka siku ile stock itaisha. Sio ni mzuri? Vile vile tukasema wanabiashara wengi wadogo akina mama wako na watoto wadogo. Kila soko ambayo tunajenga iko na mahali maalum, chumba ambacho watoto wadogo watawekwa na wale wanawatunza. Mama anaendelea na biashara, wakati mtoto anataka lunch, mama anaingia kwa hiyo room, anasota out mtoto, anarudi kuendelea na biashara. Si akina mama hiyo ni mzuri? Akina mama hiyo ni mzuri? Si hata wanaume, si hao akina mama ni wake zetu na dada zetu. Si ni mzuri? Ndio wamama tuondoe aibu ya kunyonyeshea watoto huko kando ya barabara hadharani. Sio heshima. Bottom up ni kufanyia kazi mahali pazuri. Hiyo masoko tunaendelea nayo, itarudi huku kuharakisha mahali imekwama ili tuhakikishe tumemaliza haraka. Ni nurses, ni prison officers, ni police officers, ni wale vijana wanafanya kwa affordable housing. Katika affordable housing program, vijana 250,000 wanafanya kazi kupitia hiyo program, kama carpenters, plumbers,
electricians, quantity surveyors, structural engineers na mafundi wa mikono. Na tulisema kazi ni kazi. Wera ni wera, ndivyo kana tubu. Wera ni wera. Na mtagua jembe sio mkulima. Whatever job you can get, short-term job, long-term job, permanent job, whatever job you lay your hands on as a young person, do it with all your might, even if it's a short-term job as you wait for a long-term job. Tukasema vile vile wale vijana wanapata kazi nje ya nchi, tuwasaidie kupitia program inaitwa Kazi Majuu. Wale watapata kazi waende. Na tumesema agents wale wanasaidia watu kupata kazi wasitumie hiyo nafasi kuhatarisha maisha ya Wakenya ama kuwafanya waende nchi za nje kupitia utaratibu ambao sio utaratibu wa serikali wakapate matatizo huko. Kwa hivyo tuko mbioni. Pia unajua tumeanza mambo ya climate works pale Nairobi. Vijana 20,000. Tumeongeza wengine 20,000, 40,000 ya Nairobi River Climate Works. Tunataka in every county, vile tumeanza na Nairobi, turudishe hiyo climate works iendelee mahali ile kazi kwa vijana ama kazi mtaani ilikuwa inafanya. Vile vile tukasema sio vijana wote wataandikwa kazi. Vijana wengine wanataka kufanya biashara, lakini hawana namna, hawana capital, hawana fedha ya kupanua biashara zao. Mtu anataka kufungua salon, kinyozi, carpentry shop, tailoring shop, catering unit yake ya kutengeneza chakula. Vijana wengi wamesoma kosi kama hizo, lakini hawana namna ya kuanza hiyo biashara. Kutoka mwezi uliopita wa Machi, tumeanza kutafutia vijana capital ama pesa ya kuanza biashara kupitia mpango ambao unaitwa Nyota. Nyota inamaanisha National Youth Opportunities. National Youth Opportunities towards advancement. Nyota. Hiyo Nyota, unisikize vizuri vijana, katika kila ward ya Jamhuri ya Kenya, biashara 70. Biashara ngapi? 70. Zinapewa na serikali ya Kenya shilingi 50,000 ya kuongeza ama kupanua biashara yao ndogo. Serikali ya Kenya itatumia bilioni 28 kusaidia biashara ndogo ndogo, micro and small enterprises. Biashara kidogo ya kinyozi, ya salon, biashara kidogo hata ya mama mboga, unapewa 50,000, unaongeza stock, unaajiri mtu mwingine mmoja, tunakuza uchumi wetu, na hiyo ndio bottom up. Unajua wale watu ni matajiri, watu wako na pesa, hawaelewi shilingi 50,000 inaweza badilisha nyumba ya watu wengi katika mashinani. Si ni kweli? Hao vijana na kina mama, ukipata 50,000, wewe ni kijana mwanamke ama kijana mwanaume, upate 50,000 na upewe taaluma ya biashara, hiyo 50,000 inaweza panua biashara yako kwa njia kubwa. I repeat, the government of Kenya is rolling out a national program to give support to small and micro enterprises in all the 1,450 wards of the Republic of Kenya. Each business will get 50,000 grants to support their business. So hapa Gatondo South, 70 businesses per ward will get 50,000 in all the wards. Vijana mpo? Vijana mpo?
Kwa hivyo hiyo program ya Nyota, when it is being launched here anytime from now, mimi nitapitia hapo ndio niangalie macho kwa macho na wale watu wanasema hakuna kitu serikali inafanya kusaidia wananchi. Unajua ni vizuri tuelezane ukweli. Si ni kweli? Kuna watu wamejaza mauongo kwa mitandao. We will confront them and their lies soon will dissipate to the four corners of the world. Ni kwa sababu unajua watu wengi hawajazoea mipango ya serikali ya kusaidia watu ambao wako chini. Wamezoea mipango ya kusaidia matajiri na wale watu wako na mali. But we believe in bottom-up economic transformation, helping small businesses to expand their businesses, little businesses, farmers, by improving the prices of tea, coffee and milk, building markets for fresh produce, providing jobs for young people at at household level. Vile vile barabara zilikuwa zimekwama kwa sababu hatukuwa na pesa ya kutosha. Zile barabara nyingi tulikuwa tumeanzisha tukiongozwa na rais wa 4, kwa sababu President Uhuru alikamilisha project zile mzee Kibaki aliwacha na akaanza zake, lakini zile nyingi hazikuwa zimekamilika, ikiwemo mabarabara za Maumau, kwa sababu tulifika mahali corona ikakuja, uchumi ukaharibika. So hapo mwisho projects nyingi zilizoanzishwa na kiongozi wetu rais wa 4 Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hazikukamilika, lakini for the last 2 years tumekazana. Vile uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kuwa dhabiti, tumepata pesa na tutakamilisha barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama. Ndio umesikia Kagombe akisema contractor mmoja amekuja jana, mwingine anakuja next week. Tumelipa all the contractors. Walikuwa tu wameomba mvua ipungue kidogo kwa sababu hawezi jenga barabara kukinyesha. Lakini sasa barabara zetu zote ambazo zilikuwa zimekwama hapa Gatondo South, hapa Kiambu na Kenya mzima, tumepata pesa ya kuzijenga, kuzikamilisha, na Mungu atatusaidia kwa sababu hiyo itasaidia sana kupanua uchumi wetu. All the Maumau roads will be completed because now we are mambo ya stima hapa Kiambu muko mbele kidogo na mambo ya stima, lakini bado umebakisha kidogo. I think Kiambu is among the highest. Connectivity ya Kiambu is about 97%. Na ile imebaki 3%, we are going to complete it within 1 year. PS wa stima kwa hapa anaitwa Alex Wachira. Ni mwana wito au meta wa goko nyele. Na ile agizo amepewa na rais ni kuhakikisha kwamba ile mahali hakuna stima hapa Kiambu akamilishe in the next 1 year. So tunajua hapa Kiambu imebaki tu hapa south kidogo, Gatondo north kidogo, pale Kikuyu, sehemu ya Rusengeti na a bit of Thika town. Otherwise we will be achieving, I think Kiambu will be the first county in Kenya to achieve 100% connectivity. Na hata mkiwa wa kwanza kuna makosa gani? Hata kura ya 2022 kura yangu ilikuwa mingi zaidi. But we also want to equalize Kenya and make sure that every other county achieves universal connectivity. So here in Kiambu, currently the projects that are going on are for 416 million shillings to connect about 4,000 households that are remaining to achieve universal connectivity ya stima. Kwa hivyo kuna mambo mengi tunaendelea kufanya. Ya mwisho wakati tunaomba kura tulisema safari hii hatutaki kungojea
ati vile tulipigiwa kura na wananchi wengi, wakiwemo mama mboga, wakiwemo watu ya bodaboda, wakiwemo wachuuzi. Tulisema tutasafiri na hao safari moja, sio kungojea vile tumezoea kama wanasiasa. Tunangojea siku ya kampeni. Siku ya kampeni ikifika, unasanya wa mama mboga, unawapatia apron ya shilingi 50, wanakupigia kura, unatoroka. Unangojea kampeni, unatafuta vijana ya bodaboda, unawapatia reflector ya 70 shillings, wanakupigia kura, unatoroka. Tukasema hatutaki hivyo. Ni lazima tuwezeshe wanabiashara wadogo wapate nguvu kiasi ya kupanua biashara zao mapema saa hii, sio kesho, sio baadaye. Si mapema ndio best. Si mapema ndio best. Lakini nimesikia kuna watu wanasema ati hawataki hiyo maneno. Ati hawataki vikundi ya bodaboda na akina mama wasaidiwe. Wanataka mkae hivyo mkitezeka, wawaletee reflector na apron siku ya uchaguzi, wakiwadanganya na kuwachochea. So sisi tumesema vile tulisafiri na mama mboga na watu ya bodaboda, lazima tuwaweke jeki. Kuna program ya serikali, nimesema Nyota program, that is government money. But also as leaders, we can support what the government program is doing. Kwani kuna nyongeza mbaya isipokuwa ya nini? Hakuna nyongeza mbaya isipokuwa ya kiroda. Ama nebo kana tebu. Kwa hivyo bila serikali iko na program ya Nyota program ya 28 billion ya kupatia 50,000 shillings grants 70 businesses in every ward across Kenya. Pia kama viongozi tunakuja pia tunasaidia SACCOS na wanapata nguvu kidogo, hata kama sio nguvu nyingi, hakuna nyongeza mbaya. Unataka tuendelee na hii program ama tuachane nayo? Tuendelee kusaidia kila mama mboga na bodaboda na watu ya mikokoteni na watu ya saluni, watu ya vinyozi. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wacha nione wale wanasema tuendelee na hii kazi kwa pamoja. Bas, that is why we are here. Na kwa sababu watu wameanza kujitokeza, wale wanapinga ati hawataki msaada kwa watu wa chini, wanataka wakae huko wakitaabika. Sasa tumejuana na huko mbele siku ya campaign we will make a decision between those who thrive in the politics of poverty and those who thrive in the politics of empowerment. Imajibu. Ya mwisho niseme hivi. Niseme, unajua mimi nimekuwa senator wa kule Tharaka Nithi. Nembo wa Tharaka Nithi. Akifaki. 207. Nembo kulilikani. 207. Namna hii. So nimekuwa senator kule zaidi ya miaka 10. Nimekuwa kule Senate nikiwa kiongozi wa bunge la Senate. Na hiyo kazi nilipewa na Mheshimiwa Uhuru wa Kenyatta. Si mnajua hivyo? I was the first majority leader of Senate. Baadaye nikakuwa speaker wa Senate, deputy speaker. Baadaye nikakuwa waziri wa usalama wa taifa. Si ni kweli? For 2 years. So niko na experience kidogo. Nimeona watu wengine wanasiasa wanaongea ambao either hawapendi Kenya ama hawana experience or both. It's either they don't love Kenya or they are inexperienced or both. And I think they are both
unpatriotic, and they are also inexperienced. Ati kuna watu wanatuambia wanatabiri ya kwamba kutakuwa na vita vya kisiasa 2027. Unajua, mimi nimekuwa waziri wa usalama, nimewaambia. Nimeishi kule Lamu, na mnajua watu wengi kutoka sehemu hii yetu wako kule Lamu. Si kweli? Almost 50% ya hiyo county ni watu kutoka mlima hapa. Lakini wamekuwa na shida kubwa ya Al-Shabaab. Mimi nilikuwa naishi huko. I was living there to protect the people of Lamu from terrorists. Kazi ngumu sana for the last 2 years. That's why you are not seeing me around. Kaenda Northeastern kupigana na ile Al-Shabaab inatoka Somalia. Nikaenda North Rift kupigana na bandits. That's how I spent my 2 years. Ile ilibaki, nilienda hapo Nyayo House kunyorosha mambo ya passport. Sasa nasikia passport watu wanataka in 1 week. Si kweli? Passport ilikuwa imezama. So mimi mambo ya usalama ya kitaifa nayachukulia kwa makini sana, na naelewa umuhimu wa usalama wa taifa. I understand the importance of national security. Sasa ati tunaambiwa sivyo kuna vita itapiganwa kama ile ya 207. Hii 207 tulipoteza watu wengi hata kutoka sehemu hii yetu kwa sababu ya hiyo machafuko. Kweli si kweli? Watu wengi wakapoteza mali yao. Hiyo 207, kiongozi wetu Uhuru Kenyatta na naibu wake wakawekewa makesi kule Hague. Si mimi ndio nilikuwa wakili wao? Hiyo kazi ilikuwa rahisi? Si kazi ngumu? Si karibu nchi isambaratike kwa sababu ya hiyo machafuko? Kwa hivyo hatuwezi kukubali mtu yeyote kuturudisha kwa maneno ya 2007. Let me repeat, we cannot allow anyone to return us to 2007 issues. Kenya learned very painful and hard lessons. And I want to announce, on behalf of the government of Kenya, on behalf of President Ruto, President and Commander-in-Chief of the Defense Forces, there will be no election violence. Not in 2027, not at any date in the future. We cannot allow the country to slide into anarchy. And I want also to assure all political players of all sizes and shapes that the 2027 election will be free, fair, and peaceful. Nirudie, uchaguzi wa 2027 utakuwa huru na haki na wa amani. There will be no election. There will be no election violence. The election will be free, fair, and peaceful. The government of Kenya assures all political players on the government side, on the opposition side, the government will go out of its way to make sure that the next election, and indeed all future elections, are free, fair, and free from violence. Wale wa manabii wanatabiri ya kwamba kutakuwa na vita, wajue, not in Kenya, never again. Nimuwetekera tushoke maundu maria ma 207. Nimuwetekera maundu tushoke maundu ma 207. Mumekataa mambo ya vita? Kabisa kabisa. Wacha nione wale wanasema nchi yetu itakuwa na amani. Basi wametusikia. Hii mambo mengine waendelee nayo. Ule anataka kutusi mimi anitusi. Mwenye anatusi rais aendelee na matusi kama hiyo matusi inamsaidia.
Mwenye anapingana na sisi atoe sera yake ile ya kubaliani na sisi, lakini mambo ya vita na uchochezi, we will make sure that Kenya will never again slide into anarchy, not any time, not now, not in the future. Na hizo mchezo, this is not meant for entertainment. That is the policy. So everything else, let people dispute, let people air their political differences, and the government will go out of its way, will not interfere with any electoral processes, because the will of the people must prevail. Lakini mtu kututabiria vita hapa na kututisha na vita, aambiwe labda nchi nyingine, sio Kenya. Kwa hayo mengi na machache, ndio itokwe huko. Huko. Mwakena. Fyo. So hii kazi tutaifanya na dakika 10. Dogo, hii kazi tunafanya na dakika ngapi? 10. Dakika ngapi? 10. Dakika ngapi? Bas, so what we do, this is how we will conclude. Najua wenzangu hapa viongozi hawaja wasalamia, watakuja hapa, mtu akisalamiana anatoa pesa yake anarudi, anasalamiana anatoa anarudi, sio? Na hiyo yote tutafanya in 10 minutes. Mimi kwanza kabisa nataka niseme ya kwamba nimeambia rais nakuja kuona watu yake ya Gatundu South, watu ya mama mboga, bodaboda, mkokoteni, na wanatafuta watu marafiki wa kuwaweka jeki ndio waboreshe biashara zao. Lego.